kwa hiki kipindi ambacho nimefanikiwa kuishi nje ya nchi, nje ya Tanzania, ambacho nimekiadapt kwenye nchi za watu. Yaani ni kwamba siwezi kumaliza kula nikaenda kulala. Yaani hiyo haiwezi kutokea. Ni lazima nimalize kula, nitembee. Yaani hata kama na wateja wangu tutaenda kupata chakula, nitawarudisha sehemu ambapo wanakwenda kulala. Nikishaagana nao mimi najua wapi nitakwenda kutembea. Yaani hicho ni kitu ambacho ninakifurahia na nimeweza kukizoea. Unaona kama hapa sasa hivi ni saa 2 ya usiku. Lakini ndio hivyo, unaona kila mtu anatembea, anakimbia, anafanya nini? Yaani ufanye activities yoyote ile ukimaliza kula chakula cha jioni. Na chakula cha jioni wanaanza kula saa 11 ya jioni, saa 12, saa 1. Yaani unakuta asilimia kubwa China saa 1 watu wameshamaliza kula cha usiku zamani sana, wameshaenda kwenye kutembea, kufanya mazoezi hivyo ya kutembea, ile kile chakula kifanye kazi. Mimi ikitokea nimechelewa kula, mfano nikala saa 3 usiku, usiku huo nitahangaika sana. Yaani alafu niwe nimekula chakula yani kizito, nitahangaika, nitasumbuka, yani sitolala vizuri. Lazima nitembee ili kile chakula angalau kisagike au kifanye kazi. Mara nyingi nikiona nimechelewa hivyo kula, huwa nakula chakula kidogo sana, au naweza kula mboga au matunda, au nikanywa tu yani uji ule wa Kichina nini hivyo. Sio nimekula wali au ugali, ni lazima kuna sehemu, yani tutaachana tu, mimi nitaenda kutembea. Sifanyi mazoezi yale kukimbia, sio kushika vitu vizito, ninatembea. Yani tutaachana tu, mimi nitaenda kufanya, au nitacheza muziki. Yani lazima nifanye kashughuli chochote tu kile. Kama hapa na mimi nimeshamaliza zangu kula, lakini lazima nitembee kama hivi. Na uzuri China wameweka taratibu, kila sehemu ambapo watu wanaishi lazima kuna sehemu ya kufanya mazoezi, ya kutembea kwa miguu, ya kukimbia, kufanya nini, lazima ushughulike. Kwa hivyo tamaduni za watu, ndio maana China wazee ni wengi na wanaishi sana.